watu wanaona heri wapitie kanisa. Na wakipitia kanisa tunachoka. Kama leo nimekuja kuonea watu 4. Wameniambia Bishop, ukifika huko uangalie shamba vile inakaa. The best thing about mashamba yote ya Ken, hakuna shamba sina ploti. Hata wale tulikuwa juzi, ni wangapi tulikuwa kule Ukambani na wao hapa. Kuna mtu aliinvest Ukambani pale tulikuwa juzi. Ile pale kuita Joska. Hakuna mahali mimi kwa shamba ya Ken hata hapa. Lazima nionyeshe Mama Asen vile ata invest yake. Hizo zingine alinipata nazo. Kama zimeandikwa mimi. Sasa na yeye apate zake zianze kuandikwa yeye. Alipe deposit, alafu akuwe analipa ndio anakumbuka. Praise the name of the Lord. Hata Biblia inasema katika kitabu cha Proverbs ya kwamba wamama ndio wanafaa kununua mashamba, sio sisi. Yeah, it is the Bible. Si ni ukweli? Biblia inasema vizuri, the Proverbs that one woman shall buy lands with her own money. Ugo ninyo mufati gutwakira ithuira itu no gukoma na kumunesiana. Dibandiko anasema, yeah, Proverbs 31 inasema mwanamke anunue shamba kwa pesa yake. Si ufungue Proverbs 31 telemuka hapo. For you to be a complete Proverbs 31 woman, you should buy land with your own money. Hivyo ndio Biblia inasema. Wanawake ndio mnafaa, hata ukienda uangalie ndege, viota hujengwa na mwanamke. Sasa wamama wanaona tena kufinyiliwa. Praise the name of the Lord. Na siku ya leo tunapokuja hapa, nilikuwa naambia mke wangu, sasa hapa hatutachukua plot mingi, tuchukue 2. Halafu tujenge kanyumbani kamimi na wewe kuondokea watoto. Tunakuja hapa na mabaisikeli weekend. Wacha nikucholee picha yenye mimi nimeona hapa. Tunakuja na baisikeli yake na yangu na vinyasa na miwani nyeusi na maji ya chupa. Na kwa sababu mimi nimeona stima ndio ile. Ken, ukiweza kama hujapatiana zile ploti ziko pale kwa gate, nisaidie tu. Hadi zimeenda, uheshimu mafuta wewe. Hapo kwa gate ndio mimi tu ni kuangusha stima. Sababu stima iko pale. Na mimi ndio nikuwe nikiongelesha wale watoto wako ile shule. Nawaambia wapite hapo kwangu, tunashinda pamoja. Sababu mimi nimeona adventure in this. Sasa tunaendesha baisikeli kuanzia Friday, Saturday, Sunday nikifika kanisani kwa sababu nimepumzika, ninawaachilia kitu ambacho hamukusikia kwa sababu Nairobi unasumbuliwa na Kaju, unasumbuliwa na polisi, unasumbuliwa na sijui na nani, na unasumbuliwa na nani mwingine. Lakini ukikija hapa, this is a very good place to build a country home. Mahali unakuja unapumzika, si unasikia vile mawazo imetulia. Ni sababu ya hiyo kasafari, alafu vile unakuja unaona vile kumetandazwa vizuri na Mungu. Alafu ukiangalia upande huu mwingine ndio ile Mount Kenya. Especially Wakikuyu wale wanaamini nguvu yao iko pale. Si ukweli? Unavaa kuwa na shamba hapa na alafu ujenge balkoni yako iangalie wapi? Iangalie mlima. Ndio ukiangalia unasema Mungu. Ile ndio iliguzwa. Na unaiombea ukiwa kwako. Kwa hivyo Ken, kama kuna iko karibu na barabara tu, wewe unihurumie sababu najua hata maji mingi inaanzaka kwa barabara. Vile mmeingiza maji inaanzaka kwa barabara. Think about your bishop, na mimi nitafurahi kwa sababu umesikia hiyo shamba ingine tulipeana itajengwa shule ya kanisa. Sasa nijenge kanyumba hapa, nitakuwa natoka hapo nikienda kuangalia wanafunzi pale kwa shule. Na unaona tuko na pastor. Sasa hata yeye anakuja wakati nataka kufast. Unajua ukifast na nyuki unafast, alafu ukitoka nje unaona madazi imekuangalia na nyama zimekuangalia hivi, unashindwa sasa, Mungu niendelee ama nikatize? Wakati unaenda kukatiza unaona rafiki yako wa kiuma, unaambia Mungu wewe elewa tu. Sasa ukiwa hapa utafast vizuri sababu ni mahali pametulia. Praise the name of the Lord. Nataka kusoma kitabu cha Mithali 10. Kama una Biblia yako, fungua kitabu cha Mithali 10. That is Proverbs chapter 10. And I want to speak about genuine investment. The Bible says
the Lord will not suffer the soul of the righteous to famish, but he casteth away the substance of the wicked. Biblia inasema Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu muovu huisukumia mbali. Wakati nimesema nitaongea kuhusu kuwekeza halali, because everything that you need in this world is found in the Bible. The spiritual, the physical and the development. Na katika maisha ambayo tunaishi maisha ambayo kuna watu wanatamani sana na kupenda utajiri haramu. But the Bible is so clear that there is genuine investing. Na wacha niwaambie wapendwa, unaweza kushindwa kununua shamba Nairobi, unaweza kushindwa kununua shamba Westlands, but with the amount that you have, you can comfortably invest even far away from there na utosheke. Praise the name of the Lord. You can invest far from there and you are comfortable because it is a genuine investment. Kuna watu tunaishi na wao Nairobi, kuna watu wako na wanaishi na wanajua hii shamba sio genuine, hii nilinyang'anya mjane, hii nilifukuza watoto wa fulani, hii nilifukuza mama aliyefariki, hii nilinyang'anya fulani. It is not a genuine investment. Na hata wakijenga manyumba ya kuishi, roho zao zinaishi kusumbuka kwa sababu wanajua hapa nilipo sio genuine. You better live here genuinely than live in another place in a corrupted way. Praise the name of the Lord. Mungu hubariki kitu halali. Nilikuwa naambia watu wengine siku wengine nikawaambia, if there is a troubled generation, ni hii generation ya kina Bishop Ben. Kwa sababu mimi sometimes huwa nasikia huzuni wakati ninapokuja katika mkutano wa wawekezaji, ninapata ni watu walika ya baba na mama, na sioni vijana wengi walika yetu. I am so troubled because hii generation ambayo tuko ndio generation ambayo inakunywa pombe ya 15,000, na wakati wanaikunywa wakipiga story vile wauzaji mashamba ni wezi. Mutu umana agiriga na rimwe no akeinuka egoshoka na ngiri 70, na riria mekonyuaga magekera makiga ni ando aicia me ando ya megota ni mekora. I better risk, because investing is also risky. Praise the name of the Lord. Wazazi wetu ukiwauliza, hata heri saa hii you invest unapewa title D. Wakati wa wazazi wetu ilikuwa share, na ulikuwa unaandikiwa kwa kitabu ya karamu, kwa karatasi ya karamu ya kitabu. Na wengine wale wameadvance sana wanatoa kadi na kaya ubatizo, wanaandikiwa hapo umelipa shilingi 400. Niko na share card ya my father pale Olmoran kwetu, mahali baba yangu alizeekea ni Olmoran. Olmoran ni Laikipia upande ule mwingine. Baba yangu alirisk shilingi 400 wakati wakiheka Kimani akanunua eka 12. So nilikuwa naangalia hiyo kadi naona baba yangu wakati huo najua 400 ilikuwa kama milioni 5. But they risked. Saa hii ni kuzuri, kabla uchukue shamba hapa kwa Ken unafanya search. Wakati huo wazazi wetu hata hawangejua search ni nini, hakukuwa computer, na ukienda kwa lands ni makaratasi, ugojee wiki 2 kwa sababu yako iko huko chini na ni watu wanatoa manually. Saa hii ukiingia kwa simu yako unaweza kutafuta hii shamba na uione, na uangalie plot yako ni namba ngapi na upatiwe title deed yako. But the generation that we are living in, it is so ignorant. Na ndio maana tunaua wazazi na shoka. Unakaa ukiangalia baba yako hivi, afadhali ni na mwaka huyo. Hiyo mwaka ingine unaona baba yako ndio amesimama na ameanza kunona. Sasa unaanza kuchora vile baba yako atafariki ndio uchukue nini? Uchukue shamba. And yet tuko na mashamba ya 1,300, 200, 400. Unaweza ukawekeza pesa kidogo, halafu uanze kulipa deposit pole pole, uanze kulipa hiyo pesa nyingine kidogo kidogo. And let me tell you, in this nation, Kenya hii, hakuna mahali mbali. In this nation hakuna mahali mbali. Nilikuwa naambia hawa tukikuja, nilikuwa naambia Miriam tukikuja, nikamwambia Miriam,
Unaweza sikia mtu mdogo akisema mahali tumeenda kununua mashamba ni mbali. Lakini kitambo, isipokuwa ni pikipiki zilikuja, ulikuwa unashukia hapa, unaingia kwenyu 10 kilometers miguu. And you don't complain. It's only that this generation have become so lazy mpaka kuona kila mahali ni mbali. Lakini kitambo ulikuwa unashukia hapa, unatembea na bag kwenu 10 kilometers. Ni vile pikipiki zilikuja mkawa wazembe. With 50 shillings uko kwenu. Praise the name of the Lord. Wacha niwape story moja. When you are investing in a genuine investment, kama vile maandiko yanasema. Maandiko yanasema ya kwamba nafsi ya mwenye haki Mungu hatawacha ife njaa. Nafsi ya mwenye haki Mungu hatafanya ife njaa. Ninataka uangalie wale watu wamejenga hapa, na wengine unaona hizo nyumba zimekaa karibu miaka 10. Lakini wewe ukiambiwa uje ukiwa mtu binafsi, ungefikiria this is a very bad area ya mtu kuishi. Lakini hao wanaishi hapa, wako na pesa kukushinda. Na wewe huko Nairobi, na unaweza fikiria mwenye anaishi hapa ndiye maskini. Mtu mwenye anaishi kwa haki, Mungu hatawaachilia akufe njaa. Mimi naweza nikakuuliza hapa, for example, wale tumekuja tukiona kondoo zile zimejaa hapa. Kondoo moja hapa chief ni pesa ngapi? 15,000. Si ndio? Na nimeona mzee, kuna boma tumesimama pale, ako na mbuzi 300. Mbuzi moja ni 15,000. Wacha nikuja hapa, Wakikuyu wanataka hesabu mkiwa karibu. Mbuzi moja ni 13,000. Ingia kwa calculator yako. Nataka nikuonyeshe wale wenye haki na wanaishi kwa haki, Mungu hata wacha wafanye nini? Wafe njaa. Nataka ufanye hesabu. 15,000 times 300. Huyo mtu bila vitu vingi, kama amevaa, juu nimemuona huyo mzee tumempata pale ako na kamti na amevaa ginyera zile za tairi ya gari. Ako na utajiri wa 4.5 million na ametuambia shamba yake pale ni eka 7. Mbuzi zake zinakula kwa shamba yake usiku na mchana. Na nikamuuliza, huogopi kuibiwa? Akatuambia hapa huwezi sikia mtu anachukua kitu cha mwingine. Na sasa usihesabu hizo, ako na ng'ombe. Nataka wale watu wako na utajiri wa more than 4.5 million kwa bank hapa. Pesa imekaa tu kwa bank inakugojea 4.5 million, uinue mkono tuende tukupatie hii shamba yote. Biblia inasema watakaoishi kwa haki, Mungu hatawacha wafe njaa. Ukiangalia huyo mzee akitembea hivyo na kamti kake, unaweza ona mtu maskini sana, kwa sababu hajajenga nyumba ya mawe. Na wengi wetu ambao tumeketi hapa ni kukodisha, tunakodisha nyumba Nairobi. Yeye hakodeshi nyumba, watoto wake wanasomea hapa, maji yako nayo pale, na yeye kwanza nimeona ako na stima na ameweka sola. Kwa hivyo nikusema hiyo sola aliweka mbele ya stima. Tondu kiria giothe ufataraga kiombitwo mbere ni wegetagirira. Praise the name of the Lord. No ugiura mundu na huku ukiambia mtu na huku tunaenda kuna matajiri, atakwambia matajiri wa gani? Watu wanaishi huko mwisho huko Laikipia. Na mwenye anakuambia hivyo amefugiwa nyumba. You know, sometimes investing looks like being crazy. Ukiambia mtu hapa, uko hapa saa hii, atakwambia leo mahali watiga migunda guku guothe fara, na mugunda ule watiga mugunda fara uroma milioni 20. Na we nginya 500 cie bengi nduonaga toro. Gatheti kindu kia mbere roraga kana he bengi iragwa. Wona ritwa ria bengi yanyu ukarwara. Kana wigue tu taarifa ya thomo, maya ni mohoro kuma gwa Kameme. Bengi imwe ni anirire uhaguku wa baida yayo. Waigua ritwa ria bengi ona niko mbeca cia kuire. Ukaja kuigua to gukua. No mundu wothe wigite mbeca handu he mugunda ndakaigua uhaguku atiri. Praise the name of the Lord. Ndakaigua uhaguku watiri. Na ndukaigua ati mugunda wagura ha tarutha ici ni no tuikare ha njigwe guku turagurire kwa Joska. Tuigua ati mugunda ucio nduroneka te ni mehera. Tondu menyo no ngehera no mukuga irima ri uma hau. The only thing that appreciates its land. Sasa kama ile gari yangu for example,
hata ukienda saa hii showroom uinunue tuseme hata kama ni milioni 1, kesho itakuwa shilingi 1700. But land will always appreciate from the days of God. From the days of God. Kwa sababu Mungu hakulaani mchanga, alilaani mwanadamu. Lakini hata alipomlaani alimwambia enda ulime mchanga ukufanye tajiri. That is what the Bible says. God did not cast soil, he cast man. And he told him, go and till the land and multiply and become wealthy. Alilaani Adam na Eve, hakulaani mchanga. Alisema kwa huo mchanga mtakula. Gaidagi arumire mudo bete, terio bete, arumire mudu. No akimwira thiyo gathere mere tirini ucio. There is a chance of development when you come to invest genuinely. Na nimekwambia, you better invest genuinely very far than very close in a corruptible way. Praise the name of the Lord. Si tuko na watu wengi wanajuaga hii shamba ilikuwa ya fulani, lakini kwa sababu aliaga na familia haijui, na wazee wale wako hapa, ukinunua shamba leo make sure familia imejua. Wazee wengi wamekufa Nairobi, wanawacha mashamba. Hizo mashamba zikipelekwa kwa wale huchukua vitu za unclaimed assets, wale officials wako kwa hizo maofisi wanaangalia, wanaona huyu alikufa bila kusema na iko Westland. Inachangamkiwa, inageuziwa makaratasi, mtu anapandisha gorofa hapo, ndio mnaona zikiteremka. Kwa sababu wale wenye haki Mungu hatawacha walale njaa. Praise the name of Jesus. Wakati nilienda mara ya kwanza, baba yangu akatuambia, kwa sababu sisi